Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, hafla iliyofanyika Ikulu mkoa mjini Magharibi Unguja. Mimi Hemed Suleiman Abdullah naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hemed Suleiman Abdullah naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za ujumbe wa Baraza la Mapinduzi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za Baraza la Mapinduzi, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hemed Suleiman Abdullah naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mara baada ya kuapishwa, Mheshimiwa Hemed amesema awamu iliyopita ilani imetekelezwa vyema, na kwa awamu ya pili atahakikisha anaendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuendelea kuleta maendeleo kwa wananchi, sambamba na kuwaomba wananchi kuendeleza kudumisha amani iliyopo. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutujalia uhai na uzima, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye ameamua kuniteua tena kwa mara ya pili kuwa msaidizi wake kiwa makamu wa pili wa rais. Ndugu zangu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba tunatoka kwenye uchaguzi mkuu ambao ni utaratibu wa nchi yetu kila baada ya miaka mitano kufanya uchaguzi. Serikali ya awamu ya 8 kipindi cha kwanza kilimalizika, baadaye tukaenda kwenye uchaguzi, na hatimaye Dr. Mwinyi na Chama cha Mapinduzi kimeshinda, na mara baada ya Dr. Mwinyi kuapishwa, sasa ana wajibu wa kikatiba wa kuunda serikali. Nadhani mmesikia ameanza kumteua mwanasheria mkuu wa serikali, lakini juzi na akamteua makamu wa pili, ambaye kwa bahati njema sana nimebahatika kuwa ni mimi ambaye nilikuwa katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 8. Kwa hiyo nimepokea kwa furaha, kwa sababu hii ni ishara ya kwamba Mheshimiwa Rais anaendelea kuniamini na naelewa. Kipindi cha kwanza tulifanya kazi kubwa chini ya uongozi wake Mheshimiwa Rais, na ameona kuna haja ya kuungana nami katika kipindi hichi cha pili cha serikali ya awamu ya 8. Hii ni ishara ya kwamba Mheshimiwa Rais angependa sana tuendeleze kwa kasi kubwa ile kazi ambayo tulianza katika kipindi cha kwanza
cha serikali ya awamu ya 8. Kwa hiyo kimsingi nimepokea kwa furaha, nami ni muahidi Mheshimiwa Rais kwamba nitafanya kazi kwa bidii kubwa, lakini nitatumia maarifa yangu yote kwa kushirikiana na wenzangu, lakini chini ya miongozo yake kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo ameyakusudia kuyatimiza katika kipindi hichi cha pili cha serikali ya awamu ya 8 yanatimia chini ya usimamizi wangu nikiwa kama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali. Lakini jambo jingine ni mambo gani ambayo nakwenda kuyaangalia. Kimsingi serikali yetu kama kawaida tunaongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu waandishi wa habari, mnakumbuka kila baada ya muda chama chetu kinataka tuwasilishe utekelezaji wa ilani, na mmeshuhudia katika kipindi cha miaka 5 ya kwanza ilani ilitekelezwa kwa asilimia kubwa zaidi. Yako maeneo ambayo tulivuka malengo kabisa zaidi ya asilimia 150, lakini yako maeneo ambayo tulifikia kiwango, lakini yako maeneo ambayo tulipaswa tuje tuyakamilishe kutokana na sababu mbalimbali. Lakini sasa kuna ilani ambayo ile tulimaliza 2025, sasa kuna ilani nyingine ambayo imeshatoka ya 25-30. Imeeleza mambo mengi sana. Kimsingi yako mambo ambayo yamehusu ujenzi wa miundombinu, lakini yako masuala ambayo yanahusiana na huduma za jamii na mambo mengine mbalimbali. Malengo yangu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba yale ambayo yameelezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi tunakwenda kuyatekeleza kwa kiwango kikubwa, na ikiwezekana, na hili ndio mkakati wetu kabisa, ni kuona kwamba tunaweza kuyafanya zaidi ya kile ambacho kimeelezwa kama ambavyo tulifanya kwenye kipindi cha awamu ya kwanza. Nadhani nyote mnaelewa ndugu zangu waandishi wa habari, iko miradi mikubwa ambayo tunakwenda kuitekeleza ndani ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tuna mradi mkubwa wa bandari jumuishi Mangapani, tunategemea kabisa utakamilika katika kipindi cha awamu hii. Lakini tuna mradi mkubwa wa ujenzi wa viwanja vya ndege. Najua kwamba tunategemea kujenga Terminal 4 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa, lakini tuna uwanja wa ndege mwingine wa Pemba ambayo kazi yake inaanza, tayari imeshaanza. Lakini tuna uwanja wa ndege wa kaskazini pale Kigunda. Kwa hiyo na pia tuna uwanja wa ndege wengine wa kusini maeneo ya Paje tutajenga. Kwa hiyo iko miradi mingi mikubwa ambayo tunaenda kuisimamia na kuhakikisha katika kipindi hichi tunaikamilisha na hatimaye mambo yanakwenda vizuri, na naamini kwa kazi ambayo Mheshimiwa Rais amekusudia tuifanye, basi wananchi wa Zanzibar wataendelea kunufaika sana na wataendelea kupata neema kama vile mwenyewe alivyosema kwamba yajayo ni neema zaidi. Asante na washukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari kwa mashirikiano makubwa. Naamini tutakuwa nanyi katika safari hii na tutaendelea kuwashirikisha kwa kila hali ili muweze kuyatangaza yale mazuri ambayo yanafanywa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mwisho, kabla sijaondoka, niwashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kuendelea kudumisha amani, hasa katika kipindi kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Nadhani Mheshimiwa Rais wetu atakuwa ameweka historia kwa Zanzibar. Imezoeleka kila baada ya uchaguzi kuna matukio yanakuwa yanatokea, lakini kwa sasa alhamdulillah tunakwenda vizuri. Hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu, lakini ni heshima kubwa kwa rais wetu, na waomba Wazanzibari wote tuendelee kudumisha amani na Watanzania wote kwa ujumla. Nakushukuruni sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.